Uhali gani mtazamaji wa soka safi, mambo vipi? Mimi naitwa Yahya Abdallah. Karibu sana kwenye takwimu, karibu sana kwenye kile kitu ambacho unatamani kukifahamu. Kubwa zaidi leo tutaangaza mchezo wa mwisho hatua ya makundi katika klabu ya Young African akicheza dhidi ya GS Kabylie pale Zanzibar saa 1 kamili za usiku. Lakini katika kundi Yanga akiwa na alama 5, GS Kabylie akiwa na alama 3, AS FAR Rabat akiwa na alama 8, lakini pia Ahli akiwa na alama 9. Tunamwangaza Young African pamoja na GS Kabylie na nafasi ya kupita katika hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Mimi naitwa Yahya Abdallah, niko na Mohamed Simba Uranga ambaye tutakuja kuangaza kwa kina mchezo huo. Mohamed Simba Uranga, habari za muda? Namshukuru Mwenyezi Mungu, za majukumu yapo bie kabisa. Sahihi kabisa. Tunawaangalia Young African anaye kucheza mechi ya mwisho kule Zanzibar, mechi yenye maamuzi, mechi ya do or die, kuitafuta nafasi ya kuingia katika hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kiujumla mchezo unauonaje? Ni mechi ngumu kwa Yanga, na hii inatokana na Yanga wanaenda kucheza mchezo wa maamuzi wa mwisho. Na wamekuwa na bahati ya kukutana na timu kutoka Algeria katika mechi muhimu kama hizi ambazo wanakutana nazo. Ukiangalia msimu uliopita katika michuano ya ligi mabingwa kama hii, Yanga alikutana na timu ya Algeria, MC Alger, katika mechi ya mwisho kabisa ambayo ndio ilikuwa na maamuzi, na mechi ile mazingira yake yako tofauti na mechi ambayo inachezwa weekend hii Jumapili. Mechi ya msimu uliopita ile ilikuwa ni mechi ambayo Yanga alihitaji ushindi tu, aidha goli moja aweze kwenda katika hatua ya robo finali. Safari inakuja katika mazingira tofauti dhidi ya timu ya Algeria, GS Kabylie, lakini inamtaka awe na mazingira zaidi hayo, kwamba ashinde tena ile ya magoli ya kuanzia mawili, lakini na aombee AS FAR Rabat aweze kupoteza katika mechi ambayo atacheza na Ahli ya Misri. Kwa hiyo unaweza kuona mazingira ambayo yapo, na ni mechi ambayo kwa upande wa Yanga wanajua umuhimu wake. Msimu uliopita au michuano iliyopita walishindwa kupita katika mechi muhimu dhidi ya timu ya Algeria, mechi ikaisha suluhu. Safari dhidi ya timu ya Algeria, GS Kabylie, na wanajua uchungu ambao walipata katika michuano ya msimu uliopita. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni ngumu na ni mechi ambayo ina umuhimu nao. Nafikiri Yanga kwa upande wa Yanga wataingia wakiwa na umuhimu mkubwa kuweza kupata ushindi na kuangalia matokeo ya mchezo mwingine. Tukiwaangaza GS Kabylie, tunaona wako bora kweli kweli kwenye ulinzi, kwenye kuzuia mashambulizi. Hiyo ikoje kwa Yanga, na hasa mwalimu anatakiwa kufanya nini kuelekea katika mchezo huo? Ni mchezo wa maamuzi, lakini wanaocheza nao ni bora kweli kweli kwenye safu ya ulinzi. Unamshauri nini mwalimu kwenye hilo? Unajua, ukizungumzia GS Kabylie kama nilivyosema, imeonekana kuwa bora kwa siku za hivi karibuni katika upande wa ulinzi. Walianza vibaya michuano hii ya ligi ya mabingwa. Unajua, mwanzoni walipiga goli 4-1 na Ahli ya Misri. Ndio wanaanza hiyo michuano wakapigwa 4-1. Na ndio mechi ambayo waliruhusu magoli mengi au GS Kabylie. Na nakumbuka ile mechi walipata goli moja ambalo kipa alijifunga Al-Shanawi wa Ahli. Kwa hiyo kuanzia pale ni kama kocha alikaa katulia, akaanza kupanga kikosi chake vizuri kwa upande wa GS Kabylie. Kuanzia pale kawa timu yake imekuwa ngumu kufungika. Kuanzia pale sasa, mara baada ya kuruhusu goli 4-1, ukaona saa kufungwa goli nyingi ikawa ni ngumu. Tumeshuhudia sare 3 ama suluhu 3 kwa upande wa GS Kabylie. Nakumbuka ilitoka suluhu na Ahli mechi ya mwisho ya bila kufungana, hiyo suluhu na FAR Rabat kwao kule ya bila kufungana, suluhu na Yanga kule Algeria ya bila kufungana, mechi 3. Kwa maana yake hao na alama 3 zote ni sare ambazo wamezipata, lakini waliruhusu goli moja, walifungwa moja bila na AS FAR Rabat wakiwa nyumbani kwao pale Morocco wa Rabat. Kwa hiyo ukiangalia mara baada ya kuruhusu goli nyingi zile 4, kuanzia pale wakapunguza makosa katika safu ya ulinzi na kiungo, ukaona mpaka sasa hivi imekuwa timu ngumu kupitika. Mpaka sasa hivi ukiangalia GS Kabylie ni timu ambayo ina alama 3 kutokana na suluhu ambazo walizipata masare, na ni mechi ambayo Yanga wanapaswa wawe makini, kwa sababu kama wakishinda wale GS Kabylie, maana yake Yanga atakuwa mwisho kwenye kundi. Maana yake ana alama 3, atakuwa mwisho, yeye atakuwa wa 3. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa upande wa Yanga nao lazima zingatia majio muhimu wa timu ile mechi hiyo, kwamba wale GS Kabylie kama wakishinda wanafisha alama 6, Yanga atabaki na 5, Yanga atakuwa chini, yule atakuwa juu. Kwa hiyo ni mechi ambayo kiangalia ni ngumu, na ubora wao katika safu ya ulinzi kwa siku za karibuni, na ndio maana nikasema ni mechi ambayo kwa upande wa kocha Pedro anapaswa nafasi ambazo wanatengeneza azitumie kwa usahihi ili kuweza kuwafanya wapate matokeo mazuri kuangalia mustakabali wa mechi nyingine.
Tumwangazie Pedro Goncalves. Yes, set pieces kwa upande wa Young African inaweza ikawa ni faida kwenye mechi hiyo. Inamsaidia na amekuwa na, manake kocha lazima uwe na mipango yote, uwe na plan B, A, B na vitu zote kwa ujumla. Magoli yanatokana katika mazingira yote, katika engo zote, either set pieces, mipira kutengwa, kona, free kick na hata penalty. Lazima magoli yatokee katika maeneo yote ambayo yamekuwa yanatokea. Na wamekuwa na uwezo wa kufanya maamuzi kama hayo. Ukiangalia mechi za hivi karibuni walikuwa wanafunga magoli kama hayo. Hata katika ligi kuu ya NBC uliona kwa jinsi ambavyo Dube kuna baadhi ya mechi anafunga kupitia zile mipira ya cross, anatumia header anafunga. Kwa hiyo ni maeneo ambayo kwa upande wa timu za Kiarabu ama timu za kaskazini wamekuwa bora kwenye mipira ya kutengwa, na hapo wanapaswa kuwa makini katika maeneo kama hayo, na ndio kitu ambacho kwa upande wa Yanga wanapaswa sana wawe makini. Maana nakumbuka mechi ya Ahli na Yanga, goli la kwanza kule Misri walifunga kupitia mpira ule wa cross. Sio lipigwa cross kamkuta Mahmoud Trezeguet akaenda kafunga la kichwa. Manake ni maeneo ambayo kwa upande wa timu za kaskazini wamekuwa bora kuyafanyia mazoezi, mipira ya kona, free kick, foul za kutengwa. Kwa ni kitu ambacho kwa upande wa Pedro anapaswa makini, na hata mwenyewe amekuwa bora kwenye mipira kama hiyo. Yes, huyo ni Mohamed Simba Uranga ambaye tumekuletea tathmini fupi kuelekea mchezo wa Young African dhidi ya JS Kabylie unaopigwa kule Zanzibar majira ya saa 1 kamili za jioni. Itakuwa ni mchezo wa mwisho ambao utafunga hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, kumtafuta ni nani ambaye atakwenda katika hatua ya robo finali ya klabu bingwa. Mimi naitwa Yahya Abdallah kutoka hapa, sina la ziada, nikutakia siku njema, bye bye na kwaheri.